kuseti target ambayo sijawahi kuifikia, na siku zote nimeona kwamba lile lengo ambalo naliweka kichwani mwangu kwamba leo ninataka kukimbia kilomita 5, basi ninaweza kuachieve. Leo nataka nikimbie kilomita 10, basi naweza kuziachieve kwa sababu nimeweka lengo kichwani mwangu na nimeweza kufikia lengo ambalo ninalitaka. Rekodi yangu ya mwisho kwa kukimbia kilomita 5 ilikuwa ni pesi ya dakika 5 na sekunde 35. Ilikuwa ni rekodi ya nyuma kabisa, na nitakuonesha hapo hizo goals ambazo unaweza ukazipata. Lakini rekodi ya hivi karibuni nisema nataka ni beat ile rekodi ya dakika 5 na sekunde 35. Nini ambacho nimefanya? Kwa speed yangu ilikuwa iko faster zaidi kuliko ambavyo nimewahi kukimbia kwenye kilomita 5. Kwa hiyo nikasema leo nataka ni beat ile ambayo nimekwisha kuianza. Kwa hiyo nikaweza kupata average pace ya dakika 5 na sekunde 16. Unaweza kuona kama hapo ni karibu 20 seconds kutokea ile target ambayo nilikuwa nimeiweka zamani. Kwa hiyo nimeweza kukimbia kilomita 5 kwa dakika 26 tu ambazo nimeweza kuzitumia, na nikabani calories 330, which is very neat. Nikija hapa unaweza kuona katika kila kilomita pace ambazo nimeenda nazo, na the minimum ambayo nimeweza kimbia ni dakika 5 na sekunde 10, dakika 5 sekunde 16, dakika 5 sekunde 20. Hiyo imekuwa iko poa kabisa. Na hapa pia kwenye fitness app kwenye iPhone inaweza kukupatia karamani pale, ambao pia unaweza ukaona hiyo distance ambayo umekimbia in terms of map, na unaweza ukaswitch kutoka kwenye satellite view pamoja na image view ili uweze kuona. Na hapa unaona award ambayo nimeipata ndio ambayo naizungumzia, fastest 5k ambayo nimeweza kuifikia. Kwa hiyo ni rekodi ambayo